Wanafunzi wengi wanaofanya application za mkopo wa HESLB kwa mwaka wa 2026/27 wanakosea sehemu ndogo sana, na hii inawapelekea wengi kufeli kukamilisha application hii kwa wakati. Hasa katika video hii nitakwenda kuonyesha vitu muhimu ambavyo unatakiwa kukamilisha kabla hujaanza kufanya application hii. Unachotakiwa kufanya ni kujua katika sehemu hii ya preliminary information, hapo utatakiwa kuweka taarifa za wazazi wako akiwemo baba pamoja na mama. Lakini vitu vya muhimu katika taarifa hizi za baba na mama ndio kitu ambacho nataka nikakuonyeshe leo. Kama baba yako yupo hayo, kwa mfano sehemu hii is your father known. Kama baba yako anafahamika, ukachagua yes. Utaulizwa tena is your father alive? Kwa hiyo baba yako yupo hai. Kama yupo hai, basi utachagua yes. Na kama baba yako yupo hai, utatakiwa kujaza taarifa zake ikiwemo jina la kwanza la baba yako, jina la kati la baba yako, jina la mwisho la baba. Kazi ya baba yako ni lazima uweze kujaza kazi ya baba yako, lakini pia elimu au level ya elimu ya baba yako pia lazima uweze kujaza. Utachagua hapa kama ni form 4, form 6, diploma, certificate, bachelor degree, postgraduate diploma, master degree, doctor of philosophy au primary education, utaweza kuchagua hapa. Lakini pia utatakiwa kujaza anwani ya baba yako, physical address ya baba. Lakini kiachana na hiyo, pia utaweza kujaza namba za simu za baba na email address ya baba yako. Hakikisha sehemu hii ya namba ya simu unaweka namba ya simu ambazo zinapatikana muda wote. Utaweka namba za simu ambazo zinapatikana muda wote. Sasa kitu cha msingi kabisa ambacho ndo kimefanya leo niweze kutengeneza video hii ni sehemu hii ya National Physical Addressing NAPA Reference Number. Hii NAPA Reference Number ni ya mzazi. Sasa kuna wanafunzi wengi wanakuwa wanairudia namba yao. Unarudia namba yako uliopewa wewe, namba yako unakuja unaijaza tena sehemu ya mzazi. Hilo ni kosa kubwa sana na haitaweza kufanya kazi, kwa sababu ile namba ni ya kwako, umesajiliwa nayo wewe. Kwa ile namba ina taarifa zako wewe, si taarifa za baba yako. Kwa hiyo jambo la msingi ninachotaka kusema ni kwamba hakikisha umemsajili baba yako kwenye anwani ya makazi na yeye ameweza kupata National Physical Address. Hakikisha baba kama yupo hai amepata namba yake, umemsajili apate namba yake, na kama mama vile vile yupo hai, hakikisha umemsajili na yeye anaweza kupata namba yake. Okay? Kwa hiyo zingatia sana hizi katika sehemu hii ya mobile number, zingatia na sehemu ya namba. Hakikisha kama wazazi wako wapo hai, unapoenda kujisajili wewe kwenye anwani ya makazi kwa mtendaji wa kijiji chako, hakikisha unamsajili baba yako, unamsajili na mama yako kama wapo hai. Baada ya kufanya hivyo utakuwa umekamilisha hatua hii muhimu sana ambao wengi wanakuwa wanakwama katika sehemu hii. Lakini kitu kingine ni kwamba kama ukisema baba yako amefariki, ni lazima uselect sehemu ambapo baba amefariki, kama ni mainland, kama ni Zanzibar au kama ni nje ya Tanzania. Kama ni mainland utaweka hapo, then utaweka RITA verification number. Hakikisha pia cheti cha kifo cha baba au cha mama umekihakiki kule RITA katika mfumo wa certificate verification, na kisha umesha verify cheti cha baba yako au cha mama yako kule RITA verification code utaziweka hapo. Utasearch taarifa za RITA, zitaweza kuja taarifa za baba yako au mama yako pia. Kama vile vile amefariki, basi utafuata taratibu hizi, na kama mama vile vile ni mzima, basi utafuata taratibu yake hiyo ya kumsajili katika anwani ya makazi na yeye kuweza kupata NAPA reference number. Hasa kwa wewe ambao unapata changamoto kukamilisha application ya mkopo wa Bodi ya Elimu ya Juu, hakikisha unatucheki WhatsApp. Namba zangu zipo katika description ya video hii, nitakusaidia hatua kwa hatua na kukamilisha application hii kwa wakati. Na pia unaweza ukajiunga na grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Asanteni na tukutane tena katika video inayofuata.